Ni langu tumaini kwamba haujambo na unaendelea barabara kabisa katika hali. Nipende kukukaribisha tena katika juma hili la msisitizo wa afya pamoja na usomaji wa roho ya unabii. Ikiwa leo ni Oktoba 13 ya mwaka 2025, ni siku nyingine tena nzuri katika mfululizo wa masomo yetu. Leo ni siku ya 3. Karibu sana tuweze kujifunza kwa pamoja na tuweze kupata msingi wa afya iliyo bora ili kusudi maisha yetu yazidi kuwa mazuri zaidi na tuweze kufurahia katika dunia hii ambayo Bwana Mungu anatuwezesha tuendelee kuishi. Mwongozaji wa kipindi ninaitwa Isaac Muhandi. Karibu sana. Na kwa siku ya leo tutaenda kuangalia ujenzi wa mwili. Ninamaanisha vyakula ambavyo vinajenga mwili. Navyo si vingine, lakini leo tutajikita hasa kwenye vyakula vya protini. Kama ilivyo katika ujenzi wa vitu mbalimbali, mfano ujenzi wa majumba. Nyumba huwa inahitaji msingi ulio imara, mchanga, simenti na vitu vingine ili kusudi kukamilika. Kuna matofali, mabati, mbao na vitu vingi ili kusudi iweze kukamilika na iwe katika ubora wake. Vivyo hivyo hata mwili wa mwanadamu unahitaji vitu vya kuweza kuujenga. Mfano kama nyumba ukijenga na ukatumia bidhaa ama ukatumia vitu ambavyo havina ubora, nyumba hiyo haitochukua muda mrefu pasipo kupata uharibifu. Hata miili yetu na yenyewe pia ipo vivyo hivyo. Ukiweza kuijenga kwa namna iliyo bora zaidi, ninamaanisha kwa kupata vyakula vilivyo bora zaidi, mwili wako utaonekana kuwa mzuri na wenye kupendeza sana. Lakini usipofanya hivyo, mwili wako utachakaa. Basi fungu elekezi ambalo tunatembea nalo katika siku ya leo ni kutoka katika vitabu viwili, ni Zakaria 6, Zakaria sura ya 7 na ule mstari wa 6. Halikadhalika tutakuwa na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wa 31. Neno la Bwana linasema, na wakati mlapo chakula na kunywa, je, hamli kwa ajili ya nafsi zenu na kunywa kwa ajili ya nafsi zenu? Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Basi tuombe kwa ajili ya kuruhusu Roho wa Mungu kutuongoza katika kipindi hiki. Mungu, tunashukuru kwa kuwa unaendelea kututunza na kutulinda. Tuhekimishe kwa hekima itokayo juu mbinguni. Katika kipindi hiki tufundishe. Sote tumekubali kukaa miguuni pako na kuwa wanafunzi wako. Tuombe ukawe mwalimu msaidizi na tuweze kuelewa. Tunaomba na kuamini kuwa utatenda sawa sawa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Leo tutaongelea vyakula vya aina ya protein. Kama ambavyo tumejifunza hapo jana, tuliongelea vyakula vyenye wanga. Leo tutaenda kuangalia chakula kingine ambacho ni protein. Jana tulisema kwamba wanga ni chakula ambacho kinazalisha nishati ama ni chanzo kikuu cha nishati ndani ya mwili. Ikiwa wanga imepungua ndani ya mwili, basi mwili huwa unatumia mafuta kuzalisha nishati. Kama nishati hiyo haipo, basi chakula kingine kinachofuata huwa ni protein. Lakini protini kazi yake kubwa ndani ya mwili huwa ni ujenzi wa mwili. Mfano mzuri, pale unapokuwa umeumia, mfano ukapata mkwaruzo ama ukapata kidonda ndani kwenye mwili wako, basi kitu ambacho huwa kinawezesha ule mwili kurudia hali yake, na maanisha kidonda kupona, basi huwa protini inafanya kazi hiyo na inasaidia sana. Hivyo protini ni nini? Protini ni chakula ambacho kinapatikana katika aina fulani ya mimea, halikadhalika wanyama, lakini pia na baadhi ya vyakula vingine. Na kazi kubwa ya protini huwa ni kujenga na kutengeneza seli za mwili, misuli, viungo na homoni na vimeng'enya vingine. Vyakula hivi vya protini vina umuhimu mkubwa sana kwa afya. Kwa nini vina umuhimu? Kwa kuwa husaidia ukuaji wa watoto, vijana na kurekebisha tishu zilizoharibika. Naposema tishu zilizoharibika, ndio mfano kama umepatwa na
kidonda kwenye mwili wako. Lakini pia protini ni sehemu ya kinga mwili. Yaani huwa tunasema kama walinzi wa mwili ambao huwa wanakufanya wewe uendelee kuwa na afya njema, basi protini yenyewe pia ni mojawapo ya walinzi hao. Kumbe kama protini ikipungua ndani ya mwili, unakuwa unakaribisha maradhi, na kwa hivyo pia utakuwa katika afya isiyo nzuri. Na pia protini huwa ni chanzo cha nguvu, lakini ni chanzo cha tatu. Yaani kama wanga isipokuwepo, mafuta yasipokuwepo, basi mwili unatumia kama alternative, yaani akiba ya kupata nguvu, protini basi inatumika. Ingawa si chanzo kikuu cha nishati kama ambavyo nilisema, mwili unaweza kutumia protini kuzalisha nguvu pale wanga na mafuta vinapokosekana. Kwa uzuri huo sasa wa protini, tuangalie aina za protini, vyakula vya protini. Kuna aina kuu 2 za protini, na aina hizi zimegawanywa kulingana na chanzo, na maanisha ni chanzo cha hiyo protini, lakini pia kazi ya hiyo protini. Kwa kumbe tutaangalia aina 2. Aina ya kwanza ni kutokana na chanzo, kwamba protini hii inatokana na nini. Lakini pia aina ya pili ya protini tutaangalia kwamba ikiwa ndani ya mwili chakula hicho kinafanya kazi gani. Nambari 1 tutaanza kulingana na chanzo. Protini, kuna protini ambazo utazipata kutokea kwa wanyama, yaani inatokana na wanyama. Ninamaanisha hutokana na nyama, mfano nyama nyekundu kutoka kwa wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo na wengine. Lakini pia kuna samaki, kuna mayai, kuna maziwa na bidhaa zake zote. Lakini pia kuna wadudu, wale wadudu mfano senene na wengineo. Hawa wote ni chanzo cha protini itokanayo na wanyama. Je, protini hii ina faida gani? Protini hii ni protini kamili kwa sababu zinakuwa na amino acid zote muhimu ambazo mwili hauwezi kuzalisha. Kwa kumbe kuna protini ambayo huwa inazalishwa ndani ya mwili, lakini kuna protini ambayo mwili wenyewe hauwezi kuzalisha mpaka uipate kutokea kwenye vyakula hivyo ambavyo vyanzo vyake ni wanyama. Ninakupa tahadhari hii ichukue, kwamba kula chakula hiki kitokanacho na wanyama kwa wastani, na epuka kupika kwa mafuta mengi, kwa sababu chakula hiki ama aina hii ya protini itokanayo na wanyama huwa inakuwa na rehemu na maanisha mafuta ambayo huwa yanakuwa na madhara ndani ya mwili wako, ambayo inaweza ikasababisha magonjwa mfano ya pressure, msukumo mkubwa wa damu au msukumo wa juu wa damu. Na kama ukiweza basi tumia kwa uchache wake, lakini hata kama haitakuwa kwa uchache wake, epukana na nyama, mfano nyama nyekundu. Lakini pia waweza kutumia nyama ambazo ni nyeupe tokanazo mfano na wadudu, ama pia kuna ndege kama kuku. Aina ya pili ya protini ni itokanayo na mimea. Baada hapo tunaangalia chanzo. Kuna protini ambazo zinatokana na mimea. Protini hizi hupatikana mfano kwenye maharage, dengu, karanga, soya, mtama na nafaka mbalimbali. Mara nyingi protini hizi huwa hazipo kamili, maana zinakosa baadhi ya amino acid ambayo inapatikana kule kwa wanyama. Hivyo isipokuwa soya na quinoas. Kwa kumbe mimea ambayo ni chanzo cha protini inakosa baadhi ya amino acid ambayo ni muhimu, ambayo inapatikana kwa wanyama, lakini isipokuwa soya. Kwa kumbe mmea wa soya huwa una protini iliyo kamili ambayo inaweza kufanana kabisa na ile inayopatikana kwa wanyama. Lakini pia na hii quinoa ni muhimu pia. Faida zake, ukitumia protini zitokanazo na mimea kuna faida gani? Hutoa nyuzi za lishe na protini zenye afya kwenye moyo. Kwa moyo unakuwa na mazingira mazuri ama afya nzuri kwa sababu protini hii inakuwa na nyuzi hizo. Tahadhari: changanya vyanzo mbalimbali ili kupata amino acid zote muhimu. Mfano kama unatumia maharage, basi tumia na nafaka zingine ili kusudi amino acid hii ipatikane. Maana nimesema mimea yenye protini huwa inakosa baadhi ya amino acid. Tuje tuangalie chanzo kingine cha protini kulingana na muundo na kazi. Yaani muundo wake na maanisha structures yake, lakini pia na kazi yake inapokuwa ndani ya mwili. Tukianza na protini kulingana na muundo, yani structural protein. Cha kwanza hujenga miili yetu na tissue. Kwa tissue huwa zinajengwa ama misuli
huwa inajengwa na protini pia. Mfano, kuna kitu kinaitwa collagen. Collagen ndio inayohusika na ngozi pamoja na mifupa. Mifupa yako imetengenezwa na collagen hizi. Lakini pia kuna kitu kinaitwa keratin. Keratin, ukitaka mfano wake, ni protein zinazosaidia nywele pamoja na kucha zako kuota. Hivyo ukiona ubora wa nywele zako ni mzuri, lakini pia ukiona kucha zako ni nzuri, basi ujue ni protein aina ya keratin ndio inafanya kazi hiyo. Tuje tuangalie sasa protini kulingana na kazi. Aina ya pili ya protini kulingana na kazi tunaita functional proteins. Hii ni huchochea ama kudhibiti michakato ya mwili, lakini pia zimegawanyika katika zaidi ya makundi. Kwa hiyo kutokana na kazi kuna makundi. Kundi la kwanza la protini kutokana na kazi ndani ya mwili. Kwa hiyo kuna proteins zinazofanya kazi ya kumeng'enya, tunaita vimeng'enya, enzymes, ambapo kazi yake huharakisha mmeng'enyo wa chakula. Mfano, kuna kitu kinaitwa pepsin, lakini pia kuna protein inaitwa amylase ambayo huwa inasaidia katika mchakato wa umeng'enyaji wa vyakula vingine. Mfano, pepsin kwa ajili ya vyakula vya protein, amylase kwa ajili ya vyakula vya wanga. Lakini pia kuna protini ambayo ni hormone ambayo huwa inatumika kudhibiti sukari na kazi mwilini. Mfano, endapo umekula chakula cha wanga sana, sukari kapanda ndani ya mwili, basi mwili huwa unazalisha homoni inayoitwa insulin. Insulin ni protein, na hiyo insulin huwa inaenda kufanya kazi ya kupunguza kiwango cha sukari ndani ya mwili kwa kubadilisha ile sukari iliyozidi na kuifanya kuwa glycogen, ambapo inaenda kutunzwa. Lakini aina ya pili ya homoni inaitwa glucagon. Endapo mwili umekosa nishati sasa, ile sukari iliyotunzwa ndani ya mwili kwa muda fulani, basi itaanza tena kugeuzwa, kurudishwa katika hali ya sukari ili kusudi mwili upate nishati. Lakini kuna protein zingine zinazofanya kazi kama kinga mwili, tunaita antibodies. Kazi yake kubwa ni kukinga dhidi ya magonjwa. Lakini kuna protini za usafirishaji, transport proteins. Kazi yake ni kusafirisha vitu mbalimbali, mfano oksijeni, albumin na vitu vingine. Hii huwa inapatikana kwenye hemoglobin, yani inamaanisha kwenye damu. Kama tunavyofahamu, chakula unachokula, ile glucose, hewa unayovuta, oksijeni, kwenda kwenye viungo mbalimbali vya mwili ama kwenye ubongo, huwa inasafirishwa na damu. Kwa hiyo inaingia kwenye damu. Kwa pia damu ama hemoglobin huwa ni protini katika nature yake. Kwa ufupi, protini za wanyama ni kamili, lakini protini za mimea zinahitaji kuchanganywa ili kukamilisha. Protini za kimuundo na kazi hujenga mwili na kudhibiti michakato yake. Sasa tuangalie mfano wa vyakula ambavyo vina protini ndani ya mwili, ambavyo ukivitumia basi utakuwa katika hali nzuri sana ya kujenga mwili wako. Maana tumesema protini ni kama tofali la kujengea mwili wako. Kuna vyakula vya asilia ya wanyama, mfano nyama kutokana na kuku, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Lakini pia kuna nyama kutokana na samaki, lakini kuna dagaa, kuna maziwa na bidhaa zake, mfano mtindi, jibini, kuna mayai, kuna wadudu kama vile senene na nzige. Hivi hapa ni vyakula vya protini vinavyotokana na wanyama. Protini hizi, kwa ushauri zaidi, ni kwamba havipaswi kutumika sana. Lakini ukiachana na kwamba havipaswi kutumika sana, vyakula hivi vina protini ya kutosha na ni chanzo kizuri sana cha madini ya chuma, calcium, zinc na vitamin A pamoja na B, ambazo ni muhimu sana kwa ukuaji na maendeleo ya mwili wako. Pili, kuna vyakula vya asilia. Kuna protini ambazo zinatokea kwenye mimea kabisa. Mfano, aina za mikunde, maharage, choroko, kunde, njegele, kuna soya, njugu mawe, dengu na mbazi, na ni chanzo kikubwa pia cha protini. Kuna njugu, korosho, karanga, lozi. Lakini kwenye mbegu, kwenye ufuta utapata protini alizeti, maboga, chia na baadhi ya nafaka, mfano mtama na ulezi. Vyakula vya mimea ni chanzo kizuri sana cha na vina madini mbalimbali ambayo husaidia kuimarisha kinga mwilini. Na
vina kiasi kikubwa cha mafuta. Mfano, kuna mafuta yasiyoganda, tunaita unsaturated fats, na ndio maana wengi wamekuwa wakishauri, ama tiba imekuwa ikishauri kwamba tumia sana proteins zitokanazo na mimea, kwa sababu mafuta yake hayagandi, hatengenezi lehemu ndani ya mwili ukilinganisha na proteini zinazotokana na wanyama. Na ukitumia protein hizi zinakusaidia kupunguza kiasi cha lehemu mbaya mwilini, inayoongeza uwezekano wa kupatwa na magonjwa ya moyo. Lakini kuna ndani ya chakula hiki kuna vitamini na makapimlo. Makapimlo ni nini? Ni zile nyuzi ambazo zimo kwenye hivi vyakula ambavyo husaidia sana kupunguza rehemu kama nilivyosema, lakini pia ukitumia inakuzuilia kuongezeka kwa uzito wa mwili. Kama unasumbuka na shida ya kuwa na uzito uliopitiliza, basi tumia proteins tokanazo na mimea. Lakini pia inakupunguzia uwezekano wa kuongezeka kwa sukari ndani ya mwili wako. Kwa nini inapunguza uwezekano wa kuongezeka kwa sukari? Tumesema insulini ni homoni inayofanya kazi ya either kushusha kiwango cha sukari ambacho kimo kingi ndani ya mwili, ama glucagon ambayo inaongeza kiwango cha sukari endapo sukari imepungua ndani ya mwili. Kwa hiyo kumbe ukitumia protein zitokanazo na wanyama na maanisha mimea, unasaidia kupunguza ongezeko la kiwango cha sukari ndani ya mwili. Pia ni chanzo kizuri cha madini ya chuma ndani ya mwili. Hivyo ni muhimu katika kuzuia tatizo la upungufu wa damu mwilini. Kama una shida ya upungufu wa damu mwilini, tumia maharage, tumia kunde na majani yake. Alikadhalika, ile itakusaidia sana kuongezeka kwa damu ndani ya mwili. Kwa hiyo ili kupata protini bora zaidi, mara nyingi ni vizuri kuchanganya vyanzo vya mimea na wanyama. Kwa kama hutumii nyama nyekundu, basi hakikisha unatumia zile nyama nyeupe walau kwa kiwango. Hapo mbele kidogo tutaangalia ni kiwango gani utumie ili kusudi usiweze kupata madhara. Sasa tuingie katika matumizi ya protini mwilini. Ndani ya mwili protini huwa inafanya kazi gani? Kazi zifuatazo. Moja ni kujenga na kukarabati tishu. Jinsi ambavyo huwa nyumba yako ikichakaa unaifanyia ukarabati, hata protini pia ni kama fundi ujenzi wa mwili wako. Anafanya ukarabati wa misuli, mifupa, ngozi, nywele na kucha, na kukufanya mrembo zaidi kama ni mtoto wa kike, lakini pia kwa mwanamume kukufanya kuwa mwanamume ambaye una mvuto mzuri kama ilivyokuwa kwa Adamu. Kwa Mungu aliumba vyakula hivi vya asilia vikupatie uzuri na vikufanye kuwa mchangamfu zaidi. Na unapopata majeraha ni kama tiba, na inakutibu na inakufanyia tishu mpya. Faida ya pili ni kutengeneza vimeng'enya ama hormone. Kama nilivyosema kwamba protini inatumika kwa ajili ya kutengeneza vimeng'enya. Mfano nilisema kuna pepsin na amylase ambayo inaharakisha mmeng'enyo wa chakula na michakato ya kibiolojia. Tatu ni chanzo cha nishati. Chanzo cha nishati endapo wanga ndani ya mwili haipo, haujala vyakula vya wanga, lakini pia vyakula vya mafuta havipo ndani ya mwili wako, mafuta hayapo, basi protini huwa inatumika kama chanzo cha tatu ya third alternative kwa ajili ya kuzalisha nishati. 4 ni kubeba na kuhifadhi virutubishi, mfano hemoglobin. Hemoglobin tunasema ni kwenye damu, ni damu ambayo huwa inabeba oxygen. Kwa hiyo oxygen huwa inabebwa na damu. Pia glucose huwa inabebwa na damu. Na damu in nature ni protein, kwa hiyo inatumika kwa ajili ya kubebea ama kuhifadhi virutubishi. Vivyo hivyo, faida nyingine ya 5 ni kujenga kinga mwili. Tumesema protini ni antibodies, inakulinda dhidi ya magonjwa yatokanayo na virusi na bakteria, lakini pia hata saratani. Faida ya 6 ni kudumisha usawa wa maji na acid base ndani ya mwili wako. Tunaita osmotic balance. Na hiyo osmotic balance inakuja na kusaidia kuweka msawazo wa alkali au acid. Tunaita pH mwilini. Hivyo kama pH ya mwili ikiwa ya chini ama ikiwa ya juu, mwili wako utapata madhara. Protein huwa inahakikisha kwamba kila kitu balance, hakuna kitu ambacho kimezidi. Na faida ya 7 ni husaidia kudhibiti uzito na kuondoa njaa kwa haraka. Sasa niwalete katika mwongozo wa ulaji wa vyakula vya protein.
Kwa hiyo usije ukazidisha ama ukapunguza. Sikiliza kwa umakini, ujue inapaswa kutumia protini kiasi gani kwa siku ili kusudi mwili wako usiweze kupata madhara ama usiweze kupata kupungukiwa na vyakula hivi. Ni kwamba kwa watu wazima wanahitaji wastani wa gramu 0.8 hadi 1.2 ama 1.2 za protini kwa kila kilo moja ya uzito wa mwili kwa siku. Yani ni 0.8 hadi 1.2 ya protini kwa kila kilo moja yako. Mfano, kwa mtu aliye na kilo 60 anahitaji takriban gramu 48 hadi 72 za protini kwa siku. Kwa hiyo wewe kulingana na uzito wako sasa, kama una kilo 100 ama una kilo 70, basi piga 70 mara either 0.8 hadi hiyo 1.2 ndio kiwango cha protini ambacho unakihitaji kwa siku ndani ya mwili wako. Wale wenye mazoezi makali ama akina mama wajawazito wenyewe kidogo kiwango kinaongezeka. Kama we ni mama mjamzito ama ni mtu unayependelea mazoezi, kwa sababu tulisema protini inatumika pia kujenga misuli, basi we ongeza kiwango cha protini. Utahitaji kiwango cha gramu 1.2 hadi 2.0 kwa kila kilo moja yako ya uzito wa mwili. Kwa kama una kilo 70, chukua hiyo 1.2 mara 70 ama hapo katikati hiyo range ambayo nimeitaja ya 1.2 hadi 2.0. Na baada ya mazoezi, mlo wenye protini husaidia urejesho wa misuli. Vyakula vya asilia, sasa nianze na vyakula vile vya asilia ya mimea. Unashauriwa kutumia kiasi cha gramu 100 kwa mlo kwa siku. Yani kwa siku kwa mlo hakikisha unatumia gramu walau 100. Na kipimo cha mlo mmoja ni sawa na kwenye ule mlo mmoja sasa ambao ninauzungumzia, ambao unapaswa uwe na gramu 100, ule mlo mmoja ambao unaweka kwenye sahani yako ni nusu kikombe cha robo lita cha dengu. Yani huwa tunasema robo. Kile kikombe cha kile kidogo ambacho huwa mnapimia ndio ninachomaanisha hicho, au njugu mawe, mbaazi, kunde na maharage yaliyopikwa na yasiyo na mchuzi, au kijiko kimoja cha kupakulia chakula. Kwa kile kiwango ndicho kinachotakiwa kwa siku. Lakini pia theruthi ya kikombe cha tui zito la nazi namaanisha. Kwa kama unatumia nazi, hakikisha basi unatumia theruthi ya kikombe. Unaposema theruthi ni kama vile nusu ya kile kikombe cha tui lako la nazi. Kwa usitumie nazi ambayo ni nyingi sana kupita kiasi kwenye kile chakula chako ambacho unatengeneza. Lakini pia kama unahitaji kutumia vyakula vyenye ufuta, alizeti ama mbegu mfano karanga, korosho na kadhalika, tumia vijiko 3. Kama ni almond pia ambao ni lozi, tunasema lozi, tumia vijiko 3 tu. Sawa Zilizo kama zimekaushwa, basi ikiwa zitatumika kama asusa ni vizuri pia. Kwa hiyo kwa vijiko 3 vinatosha. Lakini kijiko kimoja na nusu peke yake cha chakula cha siagi ya karanga. Kwa kama karanga zako umesaga ukatengeneza siagi, basi hakikisha unatumia kijiko kimoja. Au kama ni unga, basi tumia unga wa korosho, ama kama ni unga wa karanga iwe ni kijiko kimoja tu. Na mwongozo huu ambao nimekusomea ni kutokana na mwongozo wa chakula na ulaji wa Tanzania bara ambao unaletwa na Wizara ya Afya wa mwaka 2023. Na vyakula hivi vina vyanzo vizuri sana, ni vyanzo vizuri sana vya protini na madini mbalimbali ambayo husaidia kuimarisha kinga mwili, na vina kiasi kikubwa sana cha mafuta yasiyoganda. Ninaposema unsaturated fats, ni mafuta ambayo hayaendi kusumbua mwili, na huwa yanakusaidia sana kukupunguzia kiasi cha rehemu mwilini, na inapunguza uwezekano wa kupata inaongeza uwezekano wa kutopata magonjwa ya moyo. Na kuna vitamini na nyuzi kwenye vyakula vya aina hizi. Sasa kuna mambo ya kuzingatia wakati wa kuandaa ama kupika vyakula vya asilia ya mimea. Mambo ya kuzingatia. Yaani wakati unaenda jikoni kuandaa vyakula, unaenda kuandaa maharage, unaenda kuandaa dengu, hakikisha unazingatia mambo yafuatayo. Cha kwanza, ongeza siagi au unga uliotengenezwa kwa kutumia jamii ya karanga, nuts
au mbegu za mafuta, mfano mbegu za maboga kwenye mchuzi wako, kwenye mboga zako unazotumia, ama kwenye viazi au uji, basi kumbe ongeza siagi. Ni vizuri ukatumia siagi. Lakini pia wakati wa kutayarisha vyakula vya jamii ya mikunde, nilisema mfano maharage, ni muhimu kuviloweka usiku kucha. Kina mama na watu wote ambao huwa ni mmebobea kwenye mapishi, hili likumbukeni, ni vizuri kuloweka vyakula vya mimea vyenye vyanzo vya protini, mfano maharage, usiku kucha kabla ya kwenda kuvipika, kwa sababu ukishaloweka kuna faida yake. Na baada ya kuloweka ile asubuhi yake, hakikisha yale maji yaliyotumika kulowekea unayamwaga, na baada ya kumwaga yale maji hakikisha unavipika kwa maji safi mengine, ili kusaidia kuongeza upatikanaji wa ufyonzwaji wa madini chuma. Maana ile ngozi yake ya juu ya mfano kwenye maharage huwa inazuia baadhi ya virutubishi ama baadhi ya madini kuweza kufyonzwa. Lakini pia hakikisha unaloweka maharage usiku kucha ili kuondoa viini vinavyozuia ufyonzwaji wa virutubishi na vinavyosababisha gesi. Kuna wengine wanasema wanapatwa na tatizo la gesi, anasema mimi nikitumia maharage tu tumbo linajaa sana. Tiba yake ni kwamba loweka maharage kabla ya kuyapika siku moja usiku kucha kabla ya siku ya kwenda kupika. Hiyo itakusaidia, yataiva vizuri na ile gesi haitokuwa ikikusumbua, na yataiva kwa urahisi. Hautotumia zaidi ya masaa mawili. Unakuta mtu anapika maharage anatumia zaidi ya masaa 2-3. Ukiloweka inakuwa imekurahisishia sana. Vile vile jambo jingine la kuzingatia ni kwamba madini chuma kutoka kwenye maharage, dengu na njegele hufyonzwa vizuri zaidi mwilini vinapoliwa pamoja na mboga za kijani, mfano kijani kibichi, mfano kama ni mboga zozote za kijani, mchicha na zingine. Lakini pia ukitumia na matunda, yale madini yanafyonzwa vizuri sana. Kama ni mafuta ya nazi, inatakiwa yatengeneze kiasi kikubwa cha lehemu mwilini ukilinganisha na aina nyingine za mafuta. Kama sasa yanatengeneza hicho kiwango kikubwa cha lehemu, basi kumbe hakikisha unatumia kwa kiwango cha chini. Kwa wale mnaopenda kutumia mafuta ya nazi, tumieni mafuta ya nazi kwa kiwango kidogo, maana yenyewe yana lehemu kubwa ukilinganisha na mafuta ya nafaka zingine kama karanga hizo. Lakini kama ni jamii ya karanga, nuts hizo, au mbegu za mafuta zingine zisizotiwa chumvi, zinaweza kutumiwa kwa kiasi kidogo sana. Na kama milo midogo tunaita asusa, wewe unaweza kutafuna na kadhalika kukupatia burudani. Kuwa mwangalifu sana ili kutambua mzio. Ninaposema mzio ninamaanisha allergy. Kuna watu wana allergy, ukitumia vyakula kama hivi unaweza ukapatwa na hiyo shida. Kwa kama ukipata allergy kutokana na kalanga, soya, basi hakikisha unatambua mapema. Na epuka kuongeza magadi au majivu wakati wa kupika. Vitu vingine vya kuzingatia sasa. Tumetoka kuzungumzia mambo ya kuzingatia kwenye vyakula ukiwa unaandaa vyakula ama unapika vyakula vya asilia ya mimea. Tuje kwenye vyakula vyenye asilia ya wanyama na bidhaa zingine zitokanazo na wanyama kama maziwa hivyo. Unashauriwa kula angalau vipimo 2 kwa siku. Angalau vipimo 2. Na kiasi kinachopendekezwa ni hiki hapa. Kwa wale mnauliza nile nyama kiasi gani, nile mayai kiasi gani, nile ninywe maziwa kiasi gani, jibu lake ni hili hapa. Kama unatumia samaki ama kuku, basi kiasi cha ukubwa wa ule mnofu unaotumia kwa siku ama kwa ule mlo iwe ni ukubwa wa kiganja chako. Kiganja chako inakutosha sana kwa mlo. Sawa Ama kama ni kuku au kama ni ukubwa, basi unaweza ukawa ni ukubwa wa makasha 3 ya viberiti. Nafikiri sote tunatambua kasha la kiberiti. Kwa ukiunganisha yale makasha 3 ya viberiti, basi hicho ndio kinaweza kuwa ni ukubwa wa kipande cha samaki ama kuku ambacho unatakiwa ukitumie kwa mlo wako mmoja. Tunaelewana Lakini kama unatumia nyama nyekundu sasa, kwamba bado wanatumia nyama nyekundu ambazo tumesema zenyewe zinakuwa na wingi wa mafuta ambao ni saturated, ambayo huwa yanatengeneza rehemu na inaweza kukupatia magonjwa,
ni vizuri ukapunguza ulaji wa vyakula hivi. Lakini kama bado unatumia, basi ushauri ni huu hapa. Hakikisha ukubwa wa ile nyama yako iwe ni makasha mawili ya viberiti ukiyaunganisha. Yaani ule ukubwa wa makasha mawili ya viberiti ukiyapanga, ule ukubwa wake ndio inatakiwa kiwe kipande ambacho unatakiwa kukila kwenye mlo wako. Usizidishe. Kuna watu wanakula kiasi kikubwa sana cha nyama ama kiasi kikubwa sana cha samaki. Hata kama vina faida hivi vitu, unaweza kupata hasara pia. Zingatia kanuni. Kama unatumia mayai kwa siku, mayai mawili yanatosha, sawa Lakini kama unatumia maziwa fresh ama mtindi, meals 200 hadi 250, inamaanisha robo lita. Kile kikombe kidogo cha robo lita kinafaa. Vyakula hivi vina protini ya kutosha na ni chanzo kizuri cha madini ya chuma. Mfano kama ni calcium, zinki, vitamini A na B ambazo ni muhimu kwa ukuaji na maendeleo ya mwili wako. Kwa wale ambao mnakunywa maziwa mengi sana, unakuta mtu anakunywa maziwa nusu lita ama lita moja kwa wakati mmoja, hiyo haikujengei afya. Maziwa ya mtindi walau milzi kuanzia 200 hadi 250 sawa na kikombe kidogo kile cha robo lita kinatosha sana. Nije nieleze kidogo pia kuzingatia kuhusiana na mambo ya kuzingatia wakati wa ulaji wa vyakula vya asilia ya wanyama. Yaani unapokula nyama, unakula samaki, unakula mayai, vyakula vyote vya protini ambavyo vinatokana na wanyama, kuna mambo yafuatayo inapaswa uyazingatie. Sikiliza kwa makini. Hello. 1, kula samaki wadogo wanaoliwa na mifupa kama vile dagaa ili kupata madini. Unakuta, ila sijajua na sidhani kama kuna mtu anatoa mifupa kwenye dagaa. Kwa hiyo ukitumia ile mifupa ya dagaa ina madini mazuri sana ya calcium, ambayo calcium hii husaidia kujenga mifupa yako kuwa imara sana. 2, walishe watoto wako wadogo wenye umri wa miezi 6 hadi miezi 24, ninamaanisha miaka 2, vyakula vilivyochanganywa na nyama, kuku, dagaa, samaki, mayai na wadudu wanaoliwa na ambao Biblia imeshauri waliwe. 3, kula zaidi vyakula vinavyotokana na wanyama kama kuku. Kwa kama unakula vyakula vya wanyama, basi pendelea kula nyama ambayo inatokana na wanyama wenye asilia ya nyama nyeupe kama kuku vile, sawa Samaki, mayai kama unatumia mayai pia, maziwa, wadudu wanaoliwa, dagaa na samaki badala ya nyama nyekundu, ili kupunguza hatari ya kupatwa na magonjwa yasiyoambukiza kama vile shinikizo la juu la damu, high blood pressure, lakini pia ama tunaita hypertension, lakini pia magonjwa ya moyo, heart diseases na kiharusi. Pia ni shida ambayo inaweza kutokana na kula zaidi vyakula vinavyotokana na wanyama. Mambo ya kuzingatia kwenye ulaji, jambo jingine ni kunywa mtindi usioongezwa sukari. Hello wa Tanzania na watu wote. Watu tunapenda kuweka sukari. Tunasema mimi nikinywa maziwa bila sukari sijisikii kabisa, hayana ladha. Hapana, usifanye hivyo. Usiongeze sukari ndani ya maziwa, kwa sababu ukiongeza sukari unaweza ukaleta shida. Tunasema kwamba usiongeze sukari ili kusudi kupunguza ulaji wa sukari. Utaleta shida ya kupata matatizo ya diabetic. Sawa, kwa hiyo usiongeze sukari ndani ya maziwa kuepukana na madhara hayo. Sasa kuna tahadhari. Huwa tunasema tahadhari kabla ya hatari ya vyakula vya asilia ya wanyama. Ukisikia tahadhari ujue kuna hatari. Kumbe vyakula hivi vya wanyama vina hatari endapo vitatumika pasipo maelekezo. Vyakula vya asilia ya wanyama vina virutubisho vingi sana muhimu, hasa protini, madini kama vile chuma, zinki na calcium. Na kuna vitamini B12 ambayo inapatikana kwa wanyama. Hata hivyo, matumizi yake yanahitaji tahadhari kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni hatari za kiafya. Hatari ya kwanza, mafuta mengi na lehemu nyingi itokanayo na nyama nyekundu itakusababishia magonjwa na saratani pia. Magonjwa nimeshayataja kama ya moyo vile na saratani, ama kwa lugha ya Kiingereza tunaita cancer. Na pia utapata magonjwa ya kuambukiza ukitumia vyakula hivi.
Mfano ukitumia nyama au samaki ambayo haijaiva vizuri, kwa hata kwenye mapishi yake, kwa nini utapata shida hii kama vyakula hivi havitaiva? Ndani ya wanyama hawa ama wadudu hawa unaweza kukutana na minyoo ama vijidudu wanaoitwa salmonella na minyoo mingine. Kwa kama hautoivisha nyama yake, ukila na wewe pia utawapata na watakuja wakuletee shida. Tahadhari nyingine, viwango vya juu vya kemikali. Unakuta kuna samaki wanakaa kwenye maji, lakini ndani ya maji unakuta viwandani zile kemikali zinamwagwa kwenye yale maji. Lakini pia kuna watu wanatumia baruti na vitu vingine, na kuna vitu mbalimbali kwenye bahari. Kwa hiyo unakuta wale wanyama ama wale samaki wana hizo kemikali, hivyo ukitumia kwa wingi na wewe unapata hiyo shida. Lakini pia kumbukeni, hata ng'ombe ama mbuzi huwa wanatumia chanjo na madawa mengine. Yale madawa huwa yanaingia kwenye seli ambao pia inaingia kwenye nyama. Ile nyama ukiitumia na wewe pia kuna hatari ya kupata zile kemikali. Lakini pia kuna hatari ya kupata mzio ama allergy. Kwa ukiona kuna hii shida, hakikisha unakuwa na tahadhari. Tahadhari ya kivitendo sasa. Tahadhari ya kwanza ni hatari ya kiafya, nimewatajieni hatari utakazozipata kwa afya yako. Lakini kwenye vitendo vifuatavyo uwe na tahadhari. Tahadhari ya kwanza ni kwenye kuandaa. Hakikisha unaandaa nyama yako vizuri, ama samaki ama mayai. Hakikisha unaandaa na unaivisha vizuri ili kusudi kuua vile vijidudu. Na tahadhari nyingine ni usafi. Muwe wasafi, hakikisha unaosha mikono yako na vifaa unavyotumia viwe safi pia. Lakini pia kiasi. Tumia kwa kiasi. Kipaumbele kiwe zaidi kwa protini laini kama kuku, samaki, maziwa yasiyo na mafuta mengi badala ya kutumia nyama nyekundu. Uhifadhi wake. Hakikisha unahifadhi katika baridi. Kuna watu mnaotumia majokofu kuhifadhi nyama. Sawa, hakikisha unahifadhi ili kusudi kuzuia kuharibika kwa haraka. Lakini kwa wale ambao mnakausha juani, mfano dagaa zile, kausheni ili kusudi kuzuia kuharibika kwake. Wale ambao mnaoka na wale mnaobanika, basi hifadhini vyakula hivi kwa njia hizo ili kusudi kuzuia kutokuharibika. Mapendekezo ya kiafya. Yafuatayo ni mapendekezo ya kiafya ambayo inabidi uchukue kama tahadhari pia. Chagua nyama isiyo na mafuta mengi. Tunaita lean meat. Lakini pia punguza ulaji wa nyama nyekundu. Sawa Kingine, tumia samaki angalau mara 2 kwa wiki. Kwa wale msiopendelea kutumia sana, walau basi kwa wiki yako moja samaki atumike mara 2, kwa sababu samaki wana mafuta ya aina ya omega 3, na mafuta haya ya omega 3 huwa yanafanya kazi nzuri sana kwenye ubongo, na hivyo kukufanya ubongo wako ufanye kazi vizuri. Hata kwenye masuala ya kujifunza unakuwa na kumbukumbu nzuri sana. Hii inasaidia hata kwa wanafunzi wakati wa masomo yao. Na kingine, changanya na mboga na matunda ili kusudi kupata zile nyuzi zinazosaidia kupunguza madhara na mafuta, halikadhalika pia na rehemu. Sasa kuna madhara ambayo unaweza kuyapata usipotumia vyakula hivi vya protini. Kama tumesema protini ni mjenzi wa mwili, hivyo kumbe protini kama hatopatikana, mwili hautajengwa. Yafuatayo ni madhara utakayoyapata. Utapata utapia mlo. Na utapia mlo ambao ninaongelea una aina zake. Kuna aina kuu za utapia mlo na upungufu wa protini. Aina ya kwanza ni kwashiorkor. Kwashiorkor ni husababishwa na upungufu mkubwa sana wa protini, ingawa na wanga, lakini wanga ni kwa mbali kidogo sana. Dalili zake, mtu mwenye hii shida, kama ni mtoto pia ama ni mtu mkubwa, utaona ni kuvimba kwa miguu, uso ama tumbo, tunaita edema. Kuna kuta sehemu hizo zimevimba. Unashangaa mtu macho yake ama ni tumbo lake ama uso wake umevimba, hivyo unaweza akapatwa na anaweza kuwa na hii shida. Lakini hiyo sio peke yake kwamba kuwa ni kithibitisho, lakini pia utakuta ngozi yake kwa imepasuka inaachia vya alama vya kupasuka. Lakini pia rangi yake inabadilika, inakuwa nyeusi. Nywele zake zinadhoofika, zinakuwa laini sana kuliko kawaida. Lakini pia ni kupauka. Unakuta mtu amepauka, ukimtazama tu unajua huyu ana shida fulani, na rangi yake inakuwa ni kithibitisho halisi. Lakini pia mtu anakuwa amedhoofika, amechoka, hana nguvu, akitembea ni kana kwamba anaenda kudondoka. Na pia mtu anakuwa na hasira nyingi. Pia mtu anapungukiwa na kinga, hivyo kama ni mtoto anakuwa ni rahisi sana kushambuliwa na magonjwa haya. Aina nyingine ya utapiamlo inaitwa marasmus. Marasmus hii hapa ni ugonjwa wa ukosefu ama upungufu mkubwa sana wa protini na wanga kwa pamoja ama nishati. Unakuta hana nishati, lakini pia
nishati inamaanisha ni nguvu, lakini pia hana protein, na dalili zake ni kukonda sana. Mtu unakuta mifupa inaonekana. Sawa, kuna watu wembamba, lakini mtu mwenye upungufu ama mwenye marasmus, ukimuona mifupa ipo nje sana, na ukimuona tu unatambua huyu ana shida, hata kama ni wembamba. Umezidi, si ni hivyo Na unakuta ngozi yake imekaukana sana na kunyauka, uso wake unakuwa kama wa mzee, na kwa mtoto mdogo, ingawa ni mtoto mdogo, na kwa mtoto mdogo pia anakuwa na udhaifu, uchovu, analia sana. Unakuta pia kwa mkubwa ukuaji wake unakuwa unasimama, unakuwa sio mzuri. Madhara mengine ya pili ni jumla tu, ni ya jumla kwa kutokutumia protein. Madhara sasa ya jumla ni kuchelewa kukua kwa watoto. Kwa kama mtoto wako unaona ukuaji wake ni mdogo, na ukuaji wa mtoto huwa tunapimaje? Ukuaji wa mtoto huwa tunapima kwa urefu, halikadhalika pia na kwa uwezo wa akili ya kufanya kazi. Huwa tuzingatii sana uzito, ijapokuwa pia uzito inabidi aongezeke kwa kiasi kinachotakiwa. Kwa unakuta mtoto anadumaa, urefu wake unakuwa ni wa chini, ni kwa sababu pia inawezekana amekosa protein. Lakini pia kuna kudhoofika kwa kinga mwilini, na inakuwa ni rahisi sana kushambuliwa na magonjwa, na anakuwa na udhaifu wa misuli na kupungua uwezo wa kufikiria. Sasa ili kusudi haya matatizo tuweze kuyazuia, maana tumesema mtu anakuwa na shida ya kufikiria, kwa hata kama ni masomo hatafanya vizuri. Mtu anakuwa na shida ya misuli, kwa unakuta mtu mwili wake anahofia, anakuwa anaona aibu kwa sababu ya mwili wake. Hii shida sasa tutaitatua kwa namna gani? Usiwe na hofu. Yafuatayo ni maelekezo ya kuzuia ama ni matibabu ya kuponyesha shida hii. Matibabu ya kwanza, kwa vile yanatokana na upungufu wa protini, tiba ya kwanza ni kutumia vyakula vya protini. Kula. Kama shida ni hauli na umepungukiwa protini, basi tumia protini ya kutosha. Tumia hasa maziwa, mayai, nyama, samaki, kuku, maharage, dengu na karanga na soya pia. Kama ni watu ambao hawatumii nyama, basi tumieni vyakula vile vya mimea kwa wingi sana. Na kama ni nyama, basi tumieni kwa uangalifu, msitumie sana nyama nyekundu. Lakini pia ongeza ulaji wako wa protini, hasa kwa watoto wanaokua. Wajazie protini, lakini hakikisha unaijaza kwa kuzingatia maelekezo, sije ukawapitiliza pia. Na kama kina mama wanaonyonyesha, wale kwa kiwango kinachotosha. Pia matibabu mengine ni kutoa lishe bora tu yenye mchanganyiko wa makundi yote ya chakula. Hakikisha kama kuna protini, wanga ipo, mafuta yapo, mboga za majani zipo, maji yapo ya kutosha na kadhalika. Lakini pia ukiona sasa hii shida haitibiki kwa chakula peke yake, yani umetoa vile vyakula lakini hali hii imeendelea, basi hakikisha unatafuta matibabu ya haraka kwenye kituo cha afya ama hospitalini. Na kwa wagonjwa hao wenye shida ya kwashako ama marasmus, chakula maalum ama virutubishi vya matibabu huwa wanapatiwa ili kusudi kutibu yale maambukizi. Kuna dhana potofu fulani ambazo zimejikita kwenye jamii, na dhana hizo sasa zimekuwa wakati mwingine zinawafanya watu hawatumii vyakula vya protini, na watu wanadhoofika kutokana na zile kauli wanazozisikia. Unaambiwa kwamba vya kusikia changanya na akili yako pia. Yani akili ya kuambiwa changanya na ya kwako, itolee maamuzi. Sio kila kitu unachokisikia kuwa ni sahihi. Ukipata taarifa yoyote, hakikisha unajithibitishia kuwa ni sahihi. Kama ni sahihi, basi unaitumia, lakini kama sio sahihi, unaachana nayo. Dhana zifuatazo ni potofu. Na kama ni potofu, kwa hiyo sasa kuanzia leo wewe uwe tunasema ni wakili tuseme, ama ni mtu ambaye utaisaidia jamii kuondokana na dhana hii. Dhana ya kwanza potofu ni hii hapa, inasema protini hupatikana kwenye nyama peke yake. Je, ni kweli? Kulingana na ambavyo tumejifunza somo letu, tumesema protini inapatikana kwenye wanyama na inapatikana kwenye mimea. Kumbe sio kweli kuwa protini inapatikana kwenye nyama peke yake. Maharage, soya, dengu, karanga, kunde na nafaka zingine ni chanzo kizuri pia cha protini. Dhana potofu nyingine ni kwamba protini nyingi hujenga misuli haraka bila mazoezi. Yaani unakuta mtu anafakamia vyakula vya protini, anakula samaki, anakula mayai, anakula dagaa, anakula nini, anakula matunda, anasema mimi nataka kujenga misuli, hafanyi mazoezi. Je, kauli hii ni sahihi? Hapana, sio sahihi. Kwa sababu protini peke yake haiwezi kuongeza misuli.
Mwili hujenga misuli endapo protini inachanganywa na mazoezi ya nguvu, tunaita resistance training. Kwa kama unahitaji uwe na mwili wenye nguvu, uwe na misuli iliyo imara, hakikisha unafanya mazoezi huko unatumia pia na vyakula vya protini. Dhana nyingine potofu ni kwamba watu wanasema eti protini nyingi hazina madhara mwilini. Unakuta mtu anakula protini nyingi, yani ndani ya sahani moja ya mlo mmoja unakuta ana samaki, ana nyama, ana mayai, pembeni ana maharage pale, lakini pia ana karanga, ndani yake ameweka nazi, ndani yake ameweka unakuta protini nyingi na anasema kwamba ninajenga mwili. Je, ni kweli protini nyingi haina madhara? Sio kweli. Protini nyingi ina madhara, na ulaji wa kupita kiasi utakuletea shida, na hasa ukitumia ile nyama nyekundu utapatwa na magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo na saratani zinginezo. Na ni kweli tu, ukweli usiopingika ni kwamba kuna baadhi ya wanyama ama nyama zinazotumiwa na watu zinasababisha saratani ama kansa. Na kiasi cha protini kinachohitajika utegemea na afya ya mtu. Kwa hiyo kama ni kiwango cha protini inategemeana na afya yako ulionayo, umri wako, lakini shughuli unazofanya. Mtu anayefanya mazoezi makali ni tofauti na mtu anayefanya kazi tu za kukaa. Mtoto mdogo ni tofauti na mzee, pia ni tofauti na kijana ambaye yupo kwenye umri wa miaka hiyo 18 na miaka tuseme tuje tu hadi kwenye miaka 45. Watu hawa ni tofauti sana. Kwa hiyo kumbe ulaji wa protini unategemeana na umri, afya pamoja na shughuli unayofanya. Dhana nyingine potofu, hata zamani nilikuwa nikisikia, tunaambiwa kwamba wajawazito na watoto hawahitaji protini zaidi. Ni kweli? Hapana, si kweli hata kidogo. Wajawazito wanaonyonyesha akina mama, yani akina mama wanaonyonyesha, na watoto wadogo wanahitaji protini ya ziada kwa ajili ya ukuaji wao na maendeleo yao. Hivyo kumbe watu hawa wanahitaji protini nyingi. Dhana nyingine potofu ya 5 ambayo jamii imekuwa ikiendelea kuwa nayo ni kwamba wanasema virutubishi vya protini, yani anamaanisha protein supplements, ni bora kuliko chakula cha kawaida. Yani mtu anasema bora aende akanunue supplement za protein ambazo zimetengenezwa viwandani ili kusudi kuweza kuboresha afya yake. Je, hizi supplement ni bora zaidi kuliko ukitumia vyakula vyenye vyanzo vya protein? Jibu ni kwamba sio kweli hata kidogo. Chakula cha kawaida ambacho ni nyama za mfano samaki na wengine, maziwa, kunde ni chanzo bora na salama zaidi. Kwa zile supplement zitumike tu endapo mtu amepatwa na shida kwa sababu amepungukiwa na anahitajika protini iongezwe kwa haraka zaidi. Kwa hiyo vile vyanzo vya asilia ni bora na ni salama zaidi. Na virutubishi hivi vitumike tu endapo kuna mapungufu maalum au kwa ushauri wa tabibu ama daktari. Dhana potofu ya 6 ni kwamba kula mayai mengi huongeza lehemu mwilini kupita kiasi. Yani mtu anakuambia ukila mayai 2 kwa siku, basi utajikuta unapata mafuta mengi sana ndani ya mwili na mwili wako utapata shida. Je, kuna ukweli wowote? Hakuna ukweli wa moja kwa moja. Yani kwamba hakuna ukweli wa moja kwa moja. Utafiti unaonyesha kwamba ulaji wa mayai kwa kiasi cha wastani wa yai 1 kwa siku kwa watu wenye afya nzuri kabisa hauna madhara makubwa kwa lehemu. Tatizo hujitokeza zaidi pale mayai yanapoliwa kwa kukaangwa. Yani watu mnatumia mayai kwa kukaanga, mfano chipsi na vyakula vingine vya mayai vinavyotumia mafuta mengi. Chakula hiki ndicho ambacho huleta madhara. Au mayai yakapikwa na yasiive, basi yanaweza pata pia yakaleta shida ndani ya miili yetu. Na ni kwamba tu Mungu aliwapa wazazi wetu wa kwanza chakula ambacho kilitokana na mimea. Mungu hakuwa amechanganyikiwa. Ama Mungu hakuwa na, yani naweza kusema kwamba Mungu alitoa hiki kitu akiwa na ufahamu fika. Maana we mwanadamu ni kitu ambacho ama ni kiumbe ambaye umetengenezwa na mikono yake, anafahamu mahitaji yako, hivyo alikupatia vyakula vitokanavyo na mimea kwa sababu anajua mimea itakusaidia zaidi. Ilikuwa ni kinyume cha mpango wa Mungu kuondoa uhai wa kiumbe yeyote ili kusudi wewe mwanadamu uweze kula nyama yake katika bustani ya Eden. Ilikuwa ni kinyume kabisa. Matunda ya miti katika ile miti ya bustani ndicho kilichokuwa chakula ambacho mwanadamu alikihitaji. Na ukitaka
maelezo haya utapata kwenye kitabu cha Roho ya Unabii kinachoitwa Spiritual Gifts, ile sura ya 4 ukurasa wa 121, lakini pia cha mwaka 1864. Halikadhalika utapata maandishi haya kutoka kwenye kitabu cha Counsels on Diet and Foods ukurasa wa 81 na ile sura ya 3 utapata pia hali hii. Tena na tena ninawakumbusheni kwamba Mungu anawarudisha watu kwenye mpango wake ule wa asilia, yani kutoishi kwa kutumia nyama ya wanyama waliokufa, mfano hao samaki na wengine, na anataka tu atufundishe watu njia bora zaidi ya kuishi. Na maandishi haya yanapatikana kwenye kitabu cha Counsels on Diet and Foods cha Mama Ellen G. White. Na tuhitimishe tu kwa kusema kwamba sasa katika somo letu hili zuri la vyakula aina ya protein, ni kwamba protein ni msingi wa uhai wetu. Kwa nini? Kwa sababu hujenga na kulinda, pia kuendesha michakato yote muhimu ya mwili. Usizidishe, kwa sababu ukizidisha mwili wako hauhitaji protein nyingi zaidi ya kinachohitajika. Wadudu wanaoliwa kama vile senene, panzi na nzige ni chanzo kizuri cha protein. Vitamini B12, madini na makapi mlo kutokana na sehemu zisizomeng'enywa za gamba, mfano chitin au mabaki ya chakula. Ninaposema chitin, mfano kama maharage, yale magamba yake sasa kwenye mfumo wake mle vinakuwa na faida sana, vinakuwa na faida kwenye mwili wako. Lakini pia ukitumia chakula chenye omega 3 na omega 6 ambayo ni mafuta mazuri sana yanayoboresha akili yako, mafuta haya yanapatikana kwenye samaki, huzuia uharibifu wa seli. Na ikiwa nyama sasa inaachwa na ikiwa ladha haijafundishwa katika mwelekeo huo, ikiwa kupenda matunda na nafaka kunahimizwa, hivi karibuni itakuwa kama vile Mungu mwanzoni alivyopanga kuwa. Hakuna nyama itakayotumiwa na watu wake. Hivyo wapendwa, ni jambo la kusisitizana na kukumbushana. Basi tuanze kufanya matengenezo ya kutokutumia proteins zitokanazo na wanyama, kupunguza kidogo kidogo. Na hata kama utatumia proteins zitokanazo na wanyama, basi chagua wanyama ambao watakuwa hawana madhara kwa afya yako. Ujumbe huu utapata kwenye Reta 3 ya mwaka 1884 ya Ellen G. White. Lakini pia maneno hayo utayapata kwenye Counsels on Diet and Food ukurasa ule wa 82. Lakini pia Mungu anarudisha ulaji ambao mwanadamu alipewa hapo awali. Mlo wao ni pamoja na vyakula vilivyotengenezwa kutoka kwenye nyenzo ambazo ametoa. Nyenzo zitakazotumika hasa katika vyakula hivi ni matunda na nafaka na karanga. Lakini mizizi mbalimbali pia inatumika. Ni katika kile kitabu cha Testimony for the Church volume 7 ukurasa wa 125 cha mwaka 1902. Ni matumaini yangu kwamba tumejifunza mambo mengi. Kama utakuwa kuna mambo ambayo yamekuchanganya na mambo ambayo utahitaji kuuliza, basi darasa lipo huru, waweza kuuliza na majibu yatakayotoka na imani yatakuwa ni mazuri. Na ni tumaini langu kwamba kutokana na mafundisho haya ambayo tumeyapata, utakuwa ni wakili mzuri sana, hasa wewe ambaye unaandaa chakula, mama wa familia, na wale pia ambao tunatumia hiki chakula ili kusudi afya zetu ziwe bora zaidi. Basi katika kufunga kipindi hiki, nichukue nafasi hii kuwashukuru nyote ambao umeendelea kutega sikio na kusikiliza msisitizo wa afya katika juma letu hili na usomaji wa Roho ya Unabii. Niwakaribishe tena hapo kesho, panapo majaliwa na panapo neema yake Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana na Mungu awatunze nyote. Tuombe. Mungu wangu, naomba utuongoze kuchagua vyakula vyenye afya na kutupatia mtindo wa maisha unaolinda miili yetu, ambayo miili hii ni hekalu la Roho wako. Tunaomba na kuamini kuwa utatenda sasa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.